Na bila shaka popote pale ulipo, hujambo mpenzi msikilizaji, ikiwa ni wakati mwingine tunapatana hewani. Natumai ya kwamba buheri wa afya. Jina langu ni Kelvin Nyakundi na hii ni Sauti ya Dhahabu. Msikilizaji wangu, nilipofika hapa sikubisha hodi. Ona sasa unanikaribisha na tabasamu. Aliniambia mamangu siku moja, mwanangu, sauti ya mnyonge au maskini haiendi mbali. Akaniambia mamangu, mwanangu, jitahidi sana ili siku moja sauti yako isikike. Nikamhakikishia mama, nenda shuleni, nitajitia nibo masomoni. Mama, nitajikaza, nitajifunga kibobo, nitangangana sana, hata kama nitalala njaa nitajitahidi mama. Ila siku moja jina lako litajulikana kwa sababu yangu. Nikamwambia mamangu, nisikilize mama, siku moja utaheshimika kwa sababu yangu. Nikamwambia mama, nisikilize, siku moja utapigiwa makofi kwa sababu yangu. Nikamhakikishia mama, nisikilize, siku moja utaitwa hata Ikulu kwa sababu yangu. Naye babangu hakusita, aliniita, kijanangu, njoo nikupe ndumo. Akaniambia babangu, kwenye maisha utapitia kufeli kwenye pitepite za maisha yako. Babangu akaniambia, mwanangu, utapanga hili litatokea lile, utapanga lile litatokea hili, lakini unapofeli usiache ndoto zako zikaangamia. Babangu akaniambia, mwanangu, unapofeli usiache ndoto zako zikaangamia. Akaniambia, baba, mwanangu, unapofeli anguka, inuka, jikukute tena, songa mbele. Maana Yesu katika safari yake ya ukombozi wa mwanadamu alianguka mara 3 na baadaye alimkomboa mwanadamu. Petero katika safari yake ya kuvua samaki usiku kucha hakupata kitu chochote, ila Yesu alipokuja akavua samaki wengi ajabu. Ni nini ambacho nataka nikwambie msikilizaji wangu? Ipo siku tutatimiza ndoto zetu, na Afrika pamoja na dunia mzima bila shaka itafurahia kwa sababu yetu. Shukrani. Kumbuka, ninawapenda sana.